na huko mbele utaipata jibu, na hiyo jibu itakuwa ni jibu kamili kabisa ya kwako. Andika, ni swali lakini jibu huwezi kuipata sasa hivi, maybe hata mwisho ya mahubiri huko ndio unaweza kupata jibu. Andika, inasema, je, mifupa hii yaweza kuishi? Amina. Swali, na ndio kichwa chetu cha leo. Je, mifupa hii yaweza kuishi? Na sasa jibu unaweza kuwa nayo, lakini wakati mwingine inaweza kuwa ni jibu huko wewe tena unaweka mashaka. Sasa nitakuelewesha huko mbele ili upate picha, lakini sitakuwa mrefu. Mungu atusaidie tu niwe kwa fupi sana kwa kuongea kwangu ili uelewe vizuri. Lengo ni upate kuelewa habari ya leo. Bila kupoteza muda, twende kwa maandiko takatifu. Kanisa letu tunatamani sana kuhubiri huko tukiwa natumia Biblia. Uliona Biblia pale, nenda moja kwa moja kwenye kitabu chetu cha Ezekieli sura 37 mstari wa 1 hadi 3. Ezekieli tutasoma mabarua 3, aya mengine tutaongeza. Ezekieli 37 mstari wa 1 hadi 3. Na taomba kuna mwingine atatusaidia. Yes. Tengeneza kitabu cha pili kiko kwenye barua ya Hesabu sura 19 mstari wa 16. 19 mstari wa 16. Na barua ya 3 au miandiko ya 3 tutasoma kwenye kitabu cha waraka wa Paulo kwa Wakolosai sura 2 mstari wa 12 hapo. Karibu sana. Ezekieli sura 37 mstari wa 1 hadi wa 3. Amen. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Ndio. Naye akanichukua nje katika roho ya Bwana. Akaniweka chini katikati ya bonde. Nalo limejaa mifupa. Nalo limejaa mifupa. Hebu tuseme wote, nalo limejaa mifupa. Nalo limejaa mifupa. Haya, tuendelee. Akanipitisha karibu nayo pande zote. Na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda. Ndio. Nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Hebu sema ilikuwa mikavu sana. Ilikuwa mikavu sana. Amen. Tuendelee. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu wajua wewe. Bwana Mungu wajua wewe. Tuseme wote, Bwana Mungu wajua wewe. Bwana Mungu wajua wewe. Haya, twende kwenye barua ya pili, kitabu cha Hesabu sura 19 mstari wa 16. Amen. Hesabu 19:16. Yes. Neno la Mungu linasema, amen, kisha mtu yeyote huko nje shambani atakayemgusa mtu aliyeuawa kwa upanga au mzoga au mfupa wa mtu au kaburi atakuwa najisi muda wa siku 7. Amen. Twende ya 3. Kitabu cha Wakolosai sura ya 2. Mstari wa 12 pale. Mstari wa 12, neno la Mungu linasema, amen, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Na katika huo mkafufuliwa pamoja naye. Yes. Kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Haleluya. Amen. Jambo hili tulio nalo leo, unaweza mimi kujiuliza swali. Na hiyo swali unaweza kaijiuliza ni hivi, haya mambo yananihusu mimi kwa nini? Unaweza kusema hiyo kichwa kimesemwa hapa, je, mifupa hii yaweza kuishi? Sasa haya mambo kwangu mimi siku ya leo yananihusu kunini? Unaweza kujiuliza maswali, sio kwa mwanadamu na wewe ni mtu. Unaweza kujiuliza inanihusu mimi kunini? Kuna sehemu yangu gani hapa? Mimi inanihusu kwa kunini? Unaweza kujiuliza. Lakini napenda nikupe picha.
kadiri ya kuweza kulisikia au kadiri ya kuweza kupeleka masikio yako kwenye habari ya leo, utapata jibu humo. Utapata na sehemu yako humo. Sikiliza, hiyo habari ni habari mara nyingi tumewahi kulisikia, na kuna wengine wamewahi kulihubiri katika wahubiri, na kuna wengine wamewahi kulisoma. Ni habari imejulikana kweli kweli. Kwa wewe unaitwa msoma Biblia, hiyo jambo haiwezi hata mara moja kukushtua. Lakini sikiliza, Mungu akitaka kubariki mwanadamu au Mungu akitaka kubariki mwanaye, kuna kitu kimoja kile anakuwa anafanya mwanzoni kabla hajambariki. Anakuwa anatuma neno. Hebu sema neno. Hebu sema neno. Hata katika uponyaji Mungu anatumia mpaka hilo neno. Akitaka kuponya mtu, Mungu anatumaka kwanza neno. Hata katika ufungulivu Mungu anakuwa anatuma kwanza neno. Hebu rudi tena. Hebu sema neno. Haleluya. Na hilo neno wakati Mungu akiliachilia toka mbinguni, likija kwenye njia yako au likija kwenye sehemu wao ulipo, na wao umekubali kulipa masikio na kuweza kulielewa hilo neno, na kuambia leo utaona katika neno lile mnapatikana picha. Hebu sema picha. Wapendwa, kuna barua moja niliwahi kabisa kuifuatilia katika kitabu cha Danieli. Danieli sura 9 mstari wa 23. Haya barua Mungu aliweza kabisa kusema na huyu Danieli. Hiyo ni kiingilio, nataka niliseme haraka. Huyu Danieli, wakati Mungu aliweza kabisa kuamua kumjia Danieli sura 9 mstari wa 23, Mungu alikuwa anasema nayo hivi: mwanzo wa maombi ya Danieli, yapo amri ilitolewa, na hiyo amri ilitolewa ikamlenga Danieli. Mungu alikuwa na Danieli, naye hapa Biblia inakuambia ya kwamba nami nimekuja kukupasha habari. Huyu ni malaika, na kisha endelea kusema ya kwamba maana wewe unapendwa sana, na kisha endelea kusema hivi: basi itafakari habari hili. Maana kuna habari imemlenga Danieli, kuna habari inakuja kwenye sehemu Danieli alikuwepo, kuna habari inatoka huko mbinguni inamlenga huyo Danieli. Leo sio Danieli, leo ni wewe. Hiyo habari unayosikia toka jukwaa hapa nilipo huko madhabahuni inakulenga wewe. Kuna mtu mmoja hiyo habari ni ya kwake. Na wakati habari ilipokuja, sikiliza, huyu malaika alikuwa anamwambia huyu Danieli, asema na kuyafahamu maono haya. Maana hapo alimesemaje? Maana wewe unapendwa sana, basi itafakari habari hii. Habari inakuja. Sasa huyu malaika amemwambia ya kwamba hilo habari ulitafakari, na kwa kulitafakari ndani ya hiyo habari muna maono. Ndani ya habari muna maono. Na ni hapo nilipenda kabisa kuambia ya kwamba Mungu akitaka kubariki mtu, Mungu akitaka kubariki mtu mmoja siku ya leo, Mungu akitaka kabisa kukuponya wewe ulioko hapa, Mungu akitaka kabisa kufariji moyo wako ulioko hapa, kitu cha kwanza ni neno. Atakutumia neno, na kama wewe unakubali kulipokea na kuweza kulielewa kabisa ndani mwako, utaona ndani ya neno humo muna picha, na hiyo picha inaitwa maono. Hebu sema maono. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu wakati likija kwako, ndani ya neno mnakuaga picha. Ndipo kwa maana unaona Yesu alikuwa anatumia mara nyingi sana habari ya imani. Utasikia kila sehemu anasema imani yako inakuponya. Utasikia anasema mwingine anasema una imani. Unasikia Yesu alikuwa anatumia sana ile habari ya imani. Na uelewe leo,
imani lenyewe linatokana kwa kusikia neno la Kristo. Na hilo neno la leo ni neno la Kristo moja kwa moja. Sisi tumetumiwa kama chombo. Na hilo neno ukilipokea hapo muna picha yako. Maybe hilo picha ni picha ya kwanza kabisa kukutia moyo katika mambo yako. Maybe hiyo picha utaiona ni picha ya kwanza kuponya magonjwa yaliyo ndani mwako. Maybe hiyo picha utaiona ni picha ya kukuaminisha yajayo, ya kukuaminisha hatima yako, ya kukuaminisha unapoelekea. Hiyo utaipata ni wapi? Katika neno. Kwa maana huyu Mungu alimwambia kupitia malaika huyu Danieli ya kwamba litafakari hilo neno, litafakari hilo habari. Ndani ya neno unakuaga picha, na picha ile ndio ile alisema hapa. Mstari wa 23 anasema hilo picha anaipo mwenyewe ya kwamba maono haya. Halo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maana elewa leo ya kwamba Mungu akitoa neno uwe makini kulipokea hilo neno. Usiliache kama ni makawaida, usiliache kama ni mazoea. Inakuwa kama baraka zako unalitupa tu. Hauwezi kubarikiwa, hauwezi kufanikiwa bila neno. Neno ndio msingi ya kila kitu. Neno ndio msingi ya kutia moyo. Neno ndio msingi ya kuweka mambo yote sawa. Neno ndio inafanya mpaka wewe na mimi tujikute hapa. Neno ndio inafanya watu wanatoka huko na huko kwenye makabila, kwenye manchi, kwenye mataifa wajikute sehemu moja. Neno la Kristo. Haleluya. Hiyo neno la kwako mpendwa, na inakulenga ni wewe siku za leo. Ulipokee in the name of Jesus. Haleluya. Sikiliza. Sikiliza. Haya ndio maono. Haya ndio maono. Sasa tuna habari ya huyu bwana anaitwa kwa jina la Ezekieli. Huyu Ezekieli katika kujitambulisha kwake kiBiblia, huyu baba ni mtumishi wa Mungu. Tena Biblia inashuhudia kusema naye ni kuhani. Ni kuhani. Kuhani ni watu wale walitengwa na Mungu kwa ajili ya kazi maalum ya kimadhabahu. Anaitwa kuhani Ezekieli. Maana ni watu wako wenye kutengwa kabisa, hawawezi kupatikana ovyo ovyo kwa vitu vya ovyo ovyo. Maana ni watu wale wanaweza kufanya vyote, lakini sio vyote vina maana. Kuhani Ezekieli. Asa huyu bwana wa Ezekieli alijikuta siku moja, unasikia, Mungu kama akifika hatua ya kumteua au akifika hatua ya kumtenga aliye wake au mwanae au mtumishi wake, ujua kwamba amemkubali na amemwamini. Maana huyu mtumishi wa Mungu kama Mungu tayari ameshamkubali, wao wanadamu hapo duniani huwezi kufanya chochote mbele ya yule mtumishi. Kwa maana Mungu amesema usiguse mpaka wa mafuta wangu. Maana huyu anakuwa kwenye ratiba ya Mungu pekee. Anakuwa kwenye ofisi ya Mungu pekee. Mungu ndio anakuwa anamfuatilia kwa kila jambo. Mpaka wa mafuta, mkuhani. Sasa huyu bwana namaanisha kwamba katika vile vimashati kama mkuhani Mungu alivyoviweka, yeye tayari ameshajifahamu huyu bwana wa Ezekieli. Sasa inatokea kitu, na ni hapo tunaanza habari zetu. Na hiyo kitu ilitokea ni kwamba Mungu huyo mtengenezaji wa masheria anajua ya kwamba huyu na ni kuhani ana vitu vya Mungu aliweza kabisa kuvitenga na yeye. Anajua kwamba huyu mtu
sio kama watu wote, sio wa kawaida. Alafu anamwendea kumwambia katika roho, Mungu mwenyewe, barua hii ya mwanzoni amemchukua kwa kumlazimisha, anenda naye chini huko nje. Na wapi? Kwenye bonde la mifupa, akamweka huko. Mungu, wakati ile kuna sheria linasema hivi, ile nitoka kusoma hapa kitabu cha Hesabu sura 19 mstari wa 16. Hata ukisoma kitabu cha Walawi sura 21, ukilisoma tu vizuri hadi huko chini, utasikia kuna masharti au kuna sheria imewekwa kabisa kwa ajili ya wakuhani, watengwa wa Mungu. Ndio kwa maana mkuhani sio mtu wa muzaa, sio mtu wa mchezo. Maana hawezi kupatikana sehemu yoyote. Haleluya. Ni mtengwa huyo. Amina. Ndio kwa maana wao waliopo hapa, uwe ange sana, naweka kabisa angalisho kwako, usiwe na cheza na wakuhani kiovyo ovyo, usiwazoee wakuhani kiovyo ovyo. Juu mkuhani anaweza kutamkia maneno au masemo, wanaweza kaona kwamba ana ni mambo ya Musa. Kumbe yale masemo Mungu anaweza kufanyia kazi, unakabatiwa. Haleluya. Sikutishie, lakini neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anasikilizeni wapendwa. Wakati Mungu mwenye kutunga hiyo sheria, wakati Mungu mwenye kutengeneza hiyo sheria, maana yeye katika bungeni ya mbinguni, yeye ndio kiongozi mkuu, na yeye ndio mwenye anakuwa anasaini kila kitu na kutunga sheria ya kila kitu. Ni yeye. Akiamua inafanywa kazi, akiamua inafutiwa. Mungu mwenyewe amemwambia mwanae, amemwambia mtumishi wake, ameitwa kwa jina ya kuhani Ezekieli, akamchukua rohoni, akaenda naye kwa kumlazimisha kwenye sehemu au kwenye ile nafasi ya Mungu. Aliweza kupiga marufuku ya kwamba hao watu wa kuhani hawawezi kupatikana sehemu lile. Ukisoma vizuri kitabu cha Hesabu sura 19 mstari wa 16, inasema wazi, sema na watoto wa Israeli, wewe kama mkuhani utaisimamia hiyo nafasi, asije mtu hata mmoja aguse mtu ameshakufa, aguse hata mifupa. Haleluya. Tena mpaka akafika, akaenda mbali mpaka akasema asije mtu ule anaenda kagusa hata kwenye kaburi. Umelipata? Sasa huyu Bwana Mungu wetu akaweka au akatunga ile sheria, yeye tena mwenyewe akamchukua ule mwenyewe, aliweka kwenye kumtenga kwenye ile nafasi. Mungu akamchukua akampeleka humo kwenye kule, yeye aliweza kabisa kupiga marufuku. Ni kitu kimoja kinatufundisha leo. Sikiliza nisema na mtu mmoja. Huyu Mungu uliye naye anaweza kufanya mambo ya ajabu kwa yako maisha, mpaka na wao mwenyewe anaweza kashangaa. Leo ninakuwa naona mtu mmoja hapa, Mungu atamlazimisha kumbariki. Mungu atamlazimisha kumuokoa. Mungu atamlazimisha kumuinua. Hata kama unapenda au kama upendi, Mungu leo atakulazimisha kutoa hamo. Atakulazimisha kukupeleka. Atakulazimisha kukuinua. Atakulazimisha kuyaelewa. Amina. Sikiliza. Unasikia Mungu huyo amefika hatua ya kusema na malaika huko Sodoma. Akasema kuna mwipwa wa anaitwa binamu Lutu, binamu wa Abraham, nenda huko upate kumtoa huko. Sasa wale watu wakati walipoenda wakafika huko wakamkuta Lutu huyo. Wakati walipomkuta wakamwambia waasi, ondoka hapa, twende kwenye nchi nyingine. Hii nchi tunataka kuichoma, tunataka tuiangamize hiyo nchi. Lutu anafanya muza kama vile hapendi
Umshikeni kwa kumlazimisha. Umtoe, umpeleke huko. Hivyo na Mungu leo anafanya watu leo. Kuna watu watakikuta wakati mwingine hawakutaki, hawakupendi. Mungu atakulazimisha mpaka utakifanya, mpaka utakifikia, mpaka utakishika, mpaka utaingia na uoje. Haleluya. Kuna watu wakati huu Mungu anawapangia malengo ya kuwapeleka penye panapotakiwa. Kama ukikataa, wakati umefika, Mungu atakulazimisha. Hata kama kuna watu pembeni yako wakisema no, mimi siwezi, kuna roho wa Mungu itakuja, itakubamba, itakushika mpaka utajikuta unakuwa unafanya mambo yale hukutaki kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nasema na mtu mmoja leo. Huyu bwana wa Ezekia alijua kwamba hiyo sheria ni sheria, kuna marufuku kabisa ya kuhani kugusa mifupa, kuhani kugusa maiti, kuhani kugusa vitu vya ajabu. Kuna marufuku ilitungwa na Mungu mwenye mbingu na nchi. Mungu huyo akaingia kwenye sheria lile kwenye lipika kwa marufuku, akamgusa huyo mwenyewe Ezekieli kwenye madhabahu. Ezekieli kuhani sawasawa na wewe, Ezekieli mtumishi sawasawa na wewe, anaingia huko akamlazimisha. Na Bwana ona watu leo Mungu atawalazimisha kwenye maisha zao. Kama wao kufikia hatua ya kushiriki ukubwa wa Mungu leo, utaishiriki. Kama kuna watu wale wakufikia hatua ya kufarijiwa katika uponyaji wa Mungu, katika faraja ya Mungu, leo utaifikia. Kuna ulazima, Mungu atakulazimisha wewe uwepo hapa. Haijalishi unaishi kwenye hali gani, Mungu yupo leo. Kuna watu Mungu atawaokoa kwa kuwalazimisha, kuwaokoa kwa nguvu. Upende usiopenda, utaokolewa kwa nguvu wewe. Tena wengine wataokolewa kwa kuwapiga hata madiboko. Nakwambia. Amen. Kuna wengine wataokolewa kwa kuwapiga, kuwachapa. Mpaka waokoke wewe. Baraka yako lakini tunakulazimisha. Hapo sasa. Wakati umefika sasa, ni wakati huu. Ni wakati kanisa nyakati za mwisho. Kama unafanya muzauza, unacheza, unafanya kicheko, unapuuzia habari njema, neno la Bwana Yesu, habari ya kuokoa maroho, habari ya kujenga kanisa, kusongeza mbele, Mungu atakufuata penye ulipo, atafuata penye ulipo, atafuata nyumba yako, atafuata maisha yako, atafuata watoto yako, atafuata ndoa yako, atafuata biashara yako, mpaka uingie kwa wewe. Haleluya. Kuna mtu mmoja niko nakubariki sasa hivi. Pokea neema kusaidia ndio neema kucheza. Sikiliza. Ulifuata hiyo sheria, mwenye alitunga, mwenye alibomoa, peke yake Mungu. Amen. Kama umesema unajua kwa nini Mungu asikumuulize huyu kina Ezekieli ya kwamba Ezekieli angemjibu Mungu hivi, Bwana, sio ulisema kwamba Mungu asiguse mifupa? Mimi ni mkuhani, siwezi kugusa hiyo vitu. Maana angempinga. Kama hivyo leo umejikuta katika kazi kama Mungu, unaitwa tufanye kazi hiyo. Mimi siwezi. Mimi hapa niliopo, mimi najua kila kitu. Hata kama unajua, hata kama ulisoma sana, hata kama unao wengi, hata kama unao vingi, lakini leo ninakuambia haujua yote. Yale yote Mungu yeye mwenyewe atachokoa nayo. Mungu yeye mwenyewe ataitumia. Yale yote yanabaki kwenye ofisi ya nani? Ya Mungu.
tena na Biblia inanifundisha wazi. Waraka wa Paulo kwa Wakorintho wa kwanza sura 13 mstari wa 9 inasema hata wenyewe sisi hapa twajua nusu, hatujue yote. Haleluya. Hata kama ukisema mimi nina maono, leo ninakupa picha, maono yao unayosema ni maono nusu. Amen. Sio ya kukamilika. Ndio Mungu alisema na kina Paulo. Kama ukisoma pamoja nami kitabu cha Matendo ya Mitume sura 26. Mungu alikuwa anasema na huyu kina Paulo, anasema hivi ya kwamba nimekutokea wewe. Tunakumbuka Paulo alikuwa anaenda huko Damascus. Tunakumbuka historia. Unakumbuka historia ya msomi hapo, unaona unasoma Biblia. Anamwambia hivi ya kwamba nimekutokea ili nikufanye wewe cha kwanza uwe mhudumu, uwe minister, mheshimiwa. Ona jinsi Mungu anaheshimu watumishi wake. Ona jinsi Mungu anaheshimu watumishi wake. Kama kuna sehemu ya heshima hili inatakiwa kabisa kuitamani, ni sehemu ya kumtumikia Mungu. Uwe mtumishi wa Mungu, utapewa heshima. Na hiyo heshima sio heshima nusu, ni heshima maradufu. Wapendwa, haikuishie pale Mungu kisha alikuwa anamwambia kila Paulo. Anasema cha pili, nimekutokea ili nikufanye uwe mshahidi ya mambo yale unayaona wewe na macho yako. Yes. Yale inaitwa maono nusu. Kisha cha pili akasema na yale bado takuambia baadaye. Maana kuna habari nyingine Mungu amekuficha. Sasa ili upate kujua kwamba maono yale unayo ni maono nusu, maana kuna maono nyingine ya kuongezea ili ipate kukamilika, ili maono yako inashika na mtu mwingine unaye pembeni yako. Ule unaye pembeni yako ndio anashika maono yako ile. Maana ile maono nusu iliyobaki iko kwa ule mtu unaye pembeni. Maono nusu ile nayo iko kwa majirani yako. Maono nusu ile iliyobaki ili maono yako ikamilike, ndio kwa maana Yesu alisema amri ya kwanza kubwa. Ukisoma Mathayo mtakatifu sura 22 mstari wa 37 pale 22:37 Mathayo hiyo anasema amri kubwa ya kwanza, penda Mungu wako na moyo wako na nafsi yako na nguvu yako na wazo wako. Amri ya pili, penda jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hapo inaishia. Kumbe sasa kama una Mungu au kama una maono, bado maono yale ni nusu. Leo elewa kwa nini Mungu amefanya hivi. Anafanya hivi ili wewe usiwe wa kiburi. Mungu ana wivu na wewe. Kiburi kikiota ndani mwako utapotea, hautaingia mbinguni. Mungu amesema anapinga wenye kiburi. Mungu amesema amewapinga wenye kiburi, wenye kunyenyekea. Mungu ndio wale anawaweka kwenye neema. Leo elewa, kama unasema nina maono, ni maono nusu. Usijivune wewe. Ili ipate kukamilika kuna mtu pembeni yako wewe akukuwezesha kumsaidia. Amen. Tuko pale kanisani tuko wengi. Wewe utashindwa hapa, kuna mtu atakayesaidia. Amen. Unasikia? Wewe utakosa hapa, kuna mtu atapata kusaidia, unaipata kule. Amen. Hata kama unasema mimi nina kila kitu, maisha yangu yamekamilika kabisa, utakosa hata shindano wewe. Amen. Utaomba jirani hiyo shindano. Amen. Wote tunategemeana. Hebu sema tunategemeana. Unaweka na wapi mkono umemwambia mguu ya kwamba mguu usiendi, ni mkono utatembea. Unaweka na kitu kama hicho. Maana hiyo ni kituko. Hebu sema kituko. Kanisa ya Yesu sio kituko. Kanisa ya Yesu sio. Maana tunategemeana. Wewe unaweza kuwa uko mkamilifu sana kwenye jambo moja fulani, lakini usisahau kuna mama mmoja anasimama pale kukaribisha watu, naye ni jambo lake, naye ni sehemu yake. Mheshimu kabisa ule. Wakitoka wewe utashindwa. Nyumbani mwa Bwana kazi lote yana maana. Haleluya. Acha habari yako mpendwa. Huyo Mungu alisema na Ezekieli
kwenye hiyo sheria anayefuatilia, kwenye hiyo sheria yuko sawa sawa, lakini Mungu anamuambia kwamba no, siwezi hata kuuliza habari kwako, siwezi hata kuuliza wazo lako, na kuchukua kwa kukulazimisha mimi na kupeleka kwenye tunaitakiwi ale twende. Ndio jinsi Mungu atafanya watu kwenye nyakati hizi. Kuna watu wataokolewa kwa kuwalazimisha. Wewe unataka kupeleka injili, Mungu atainua watu. Watafanya hiyo kazi. Amen. Tena wale wenyewe walikataa, Mungu atawalazimisha. Wewe unasema mimi, Mungu atainua hata mawe itainuka. Wewe utashangaa, na wewe na mimi ndio. Amen. Na mimi naweza. Amen. Pokea neema itakusaidia. Pokea neema itakusaidia. Haleluya! Hebu mchapie kwanza Yesu Kristo makofi. Jina lake litukuzwe sana. Jina lake lipewe sifa sana. Sikiliza. Ezekieli, Mungu alimchukua akampeleka katika bonde imejaa mifupa. Tena Biblia inasema vizuri zaidi, mifupa mikavu sana. Maana inamaanisha kwamba matumaini haipo. Wenyewe wale walisomea mambo ya mganga wanajua mifupa ndio ile inakuwa inaleta mfano ya mwanadamu. Wewe mwanadamu bila mifupa ndani mwako, wewe ni kituko. Bila mifupa ni kituko tu. Unasikia? Mifupa ndio imekufanya kichwa hiki hapa, mikono hii hapa. Ni mifupa iliyopo ndani. Sasa ndio hii mifupa naitumia kama picha kama ya neno la Mungu. Joko wewe unaona kitabu cha Mezali kinasema hivi, mtu akitembea bila break ni kama mtu yule hana maono. Alo? Maana maisha unayo ukiwa na neno la Mungu, maana wewe unajua kwamba una break. Naona kitu maana hiyo ndio neno sasa. Neno la Mungu itakusaidia. Neno la Mungu itakupa picha. Ndio kwa maana na Daudi alikuwa anasema neno la Mungu ni taa. Asiseme kwenye kichwa changu, no, kwenye miguu. Kumbe ndani ya neno una macho. Amen. Ndani ya neno una nini? Macho. Unasema? Macho. Unaelewa hivi mimi nasema? Amina. Unaelewa kwamba ndani ya neno unakuwa macho. Amen. Sio kisi Mungu alimwambia kina Danieli, asema uitafakari hili neno, juu mimi Mungu ninafuatilia hiyo haya maono. Maono anaipaka wapi? Si neno. Si neno Mungu. Hapo ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 11 hadi 12, Mungu amemwambia Yeremia vizuri kabisa. Wakati neno lilimjia huyu ni Yeremia, Mungu amemwambia hivi, unaona nini? Amemwambia Yeremia, afu Yeremia anajibu mwile neno, anaona kitu. Muneno muna kitu. Hebu sema muneno muna kitu. Muna kitu. Asema kitu kipate sasa leo. Ukipokea leo. Haleluya. Ndani ya neno muna picha. Ndani ya neno muna picha. Na hiyo picha utaiona katika neno. Haya ndio maono. Haya ndio maono. Na bado yangali kwenye siri. Ndio kwa maana Biblia inatuambia kwamba ukiamini hiyo neno bila kuwa na mashaka, kadiri muda unapoenda utaona jambo lile limetokea. Amen. Halo? Unalipata hapo mpendo? Maana miujiza, mkono wa Mungu kutendea, mkono wa Mungu kufanya makubwa. Pokea hiyo neno. Na neno lote likitoka au likija kwenye mstari wako na ukilipokea bila kulipuuza neno la Kristo, ujue leo ya kwamba bila mashaka, kadiri ya masiku au kadiri ya muda inapoenda, utaona jambo lile limevaa mwili. Amen. Nakwambia kitu cha ajabu sana. Mungu akubariki na akuonyeshe in the name of Jesus. Amen. Sasa ili mifupa mikavu ile ulti na Ezekieli alipoiona hapo bondeni, kuna swali Mungu aliweza kumuuliza. Amemuuliza hivi,
Kuna swali, na hiyo swali leo ni kwako. Ndio kichwa chetu cha neno inasema, je, mifupa hii yaweza kuishi? Yu alikuwa anatembea kwenye mifupa zile, wakati ile sheria inaweka marufuku mkuhani haitakiwi aguse. Ni agano la kale. Hii ni agano la kale. Ni agano la kale. Lakini Mungu amempeleka kumwambia kwamba unaona hii katika bonde mmejaa mifupa mikavu sana. Alafu huyu mkuhani yupo anakuwa anazunguka, anakuwa anafuatilia. Kama yeye alikuwa mwalimu wangu, ningemuuliza maswali mengi sana. Sasa wewe mkuhani ulikuwa unatufundisha ya kwamba mkuhani anatakiwa aguse mifupa. Sasa wewe vipi? Ona kama unikuchanganya. Kumbe ni swala ya Mungu. Hebu sema haya ni mambo ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sio kama kuna mtu mmoja amenifuata vizuri. Anasikiliza. Ili mifupa yale, kwa hiyo swali alimuuliza wiki na Ezekieli, yanaweza kupata uzima? Yanaweza kuishi? Yeye hakupata jibu. Yeye alichanganyikiwa. Mimi naweza kusema mimi tu kuna habari ile imemvuruga yeye. Kuhani afa anajikuta katika mifupa mikavu. Ile ilipigwa marufuku katika kitabu cha Walawi sura 21 ya kwamba mkuhani haitakiwi aguse hata maiti. Inakuaje? Hata ule bwana amechanganyikiwa. Sasa ili mifupa yao ipate uzima kulingana na jinsi Mungu aliweza kabisa kumuuliza swali huyu kina Ezekieli, ilitakiwa kitu kimoja. Hebu sema kitu kimoja. Sema kitu kimoja. Kitu kimoja ni kitu gani? Ilitakiwa Mungu aangushe au avunje au afute sheria moja. Afute sheria. Afute sheria. Ni sheria gani? Ile iliweza kabisa kustop wakuhani washingie kugusa mifupa. Inabidi Mungu aifute. Leo nakuwa na kuona wewe hapo leo. Kuna mambo mengi unashindwa kuyafanya, ndio mbele zako kuna masheria. Mbele zako kuna mavizuizo. Kuna mtu mwingine Mungu amemwambia ya kwamba wewe utaishi makubwa, lakini kuna masheria ya dunia imewekwa mbele zako. Kuna masheria ya kimafamili imewekwa mbele zako. Kuna masheria ya kimazingira imewekwa mbele zako. Kuna masheria ya kupinga baraka zako. Kuna masheria ya kupinga afya yako. Kuna masheria ya kupinga hata huduma ile ulio nayo. Inapinga, inazuia ya kwamba wewe kama ni mimba hautapata, wewe kama ni ndoa haupati, wewe kama ni kwenda mbele hauendi, wewe ni pale pale, utabaki pale pale, utaishi pale pale. Maisha yako iko imekuwa bloke, iko block, imezuiliwa. Na wewe huwezi kufanya chochote. Leo nakwambia, ingawa unaitwa mifupa mikavu, kuna sheria itaanguka leo. Kuna sheria itafutwa leo. Kuna sheria itapuuziwa leo na yeye mwenyewe Bwana wetu Yesu, na yeye mwenyewe Mungu, ili wewe uone mazuri, ili wewe uvuke, ili wewe ubarikiwe, ili wewe uheshimishwe, ili wewe upende, ili wewe uzae, ili wewe uingie kwenye biashara kwenye lengo la juu, ili wewe uishi furaha. Pokea neema itakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wako paka kwenye sehemu moja, hauendi mbali, uko pale pale. Leo nakutangazia, ili mifupa ipate kuishi, inatakiwa kabisa sheria ianguke, sheria ifutwe. Na hiyo sheria ilizuia miaka mengi sana, mifupa inabaki pale pale, mifupa inaendelea kuishi pale pale, mikavu miaka na miaka, miaka nenda miaka rudi. Leo uko nafunguliwa in the name of Jesus. Amen. Kuna watu wana ile masheria ya maukoo. Hata ukiombaje, kuna masheria imewekwa katika ukoo, katika bababu, katika makabila, hata upande, hata ushuki. Wewe tunakufuatilia, huko ni pale pale. Leo kuna sheria itadondoka, kuna sheria itafutwa kwa mtu mmoja. Pokea neema itakusaidia sana. Pokea neema itakusaidia sana.
utavuka mipaka, wapo hapo. Kuna watu Mungu tayari ameshawalenga ya kwamba mwaka huu kabla haijaisha, wale wote watanijua mimi Kristo, watanijua kupitia wewe. Uko hapa. Kuna watu nakwambia leo, wale hawajitambua leo, ujitambueni. Kuna sheria leo iko napigwa marufuku kwa jina la Yesu Kristo. Leo kuna sheria iko nafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Leo kuna sheria iko naondolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Leo kuna sheria iko nakuwa kwenye sifuri katika jina la Yesu Kristo. Walikuwekea sheria, walikuwekea vizuizo. Kuna watu kila mwezi akifika kwenye mwaka, mwezi ule mpaka aumwe kwenye ugonjwa ule. Kuna sheria. Hiyo sheria leo tunaifuta katika jina la Yesu Kristo. Tunaifuta katika jina la Yesu Kristo. Nilikwambia hii neno kama inakulenga wewe, ukifuatilia hiyo neno utapata mapicha. Na hiyo picha ukiipata inazaa kweli maono, na ukiamini hiyo maono bila kuwa na mashaka, kwenda kwa siku utaona nafaa mwili. Alikuwa na Yesu kwa nini? Kupitia nini? Si macho ya roho. Na macho ya roho unaipoka kupitia wapi? Masikio. Haleluya. Hata ukiwa kipofu kwa macho ya nyama, hata ukiwa kipofu kivipi, leo nakutangazia kuna macho yanapatikana ndani ya neno hili la leo. Kuna macho yanapatikana katika neno la leo. Pokea macho. Ona sasa future yako. Ona sasa hatima yako. Ona sasa maisha yako. Ona sasa nyumba yako. Ona sasa watoto wako. Ona sasa ndoa yako. Wewe sio wa laana. Uliingiliwa tu. Ndio kwa maana kuna watu wataolewa kwa kuwalazimisha leo. Unachelewesha watu wengine kumwona Yesu wewe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Maana Mungu alifika hatua ya kusema ya kwamba muda imefika na kupeleka kwenye katika bonde la mifupa. Umejaa mifupa mikavu. Namkumbuka Bwana mmoja. Huyu Bwana ni Bwana wa Mefibosheti. Hebu sema Mefibosheti. Hebu sema Mefibosheti. Huyu Bwana Mefibosheti naye kulikuwa sheria imewekwa mbele zake. Wakati leo Mefibosheti katika historia yake, huyu ni mjukuu wa mfalme Sauli. Halo. Maana hapa wao uliopo, mimi nimekuona kwenye ulipotoka. Ndio kwa maana Biblia inasema hivi, sisi tulikuwa kama mifupa mikavu. Tulikuwa watumwa wa dhambi. Lakini kwa neema ya Mungu toka kwa mbinguni alituona. Haleluya. Sisi ni mifupa mikavu huko tulikuwa. Nani alikuwa anatuangalia? Nani alikuwa anatujali? Nani alikuwa anatufuatilia? Amna. Pekee yake Mungu aliweka system kupitia mwanae Yesu ili wewe na mimi leo upate kutambulika, upate kuheshimika, upate kabisa kusema na wewe ya kwamba Yesu ni Bwana. Mpendwa, ni neema mkubwa sana uliyopata. Ni neema mkubwa. Mefibosheti alikuwa kumbe kwenye orodha ya wajukuu ya watoto wa mfalme. Kumbe huyu Mefibosheti ni damu, hata DNA yake ni ya kifalme. Na wewe hapa nimekuona, na DNA yako ni ya kifalme. Yesu amekufanya wewe kuwa kifalme cha makuhani. Na wewe hapa ni mheshimiwa. Na wewe hapa ni mtu hawezi kuchezewa na mtu yeyote. Na wewe hapa ni mtu yule anakuwa anatishia watu. Maana kesi ulivyo hapa, usiogope tena. Usiogope tena, asije mtu akutishie, asije mtu akwambie mambo ya barabara. Yesu anaweza toka huko mbinguni. Yesu anaweza. Anamwambia Martha, amemwambia Martha hivi, kitabu cha Yohana Mtakatifu sura 11 mstari wa 24 hadi 25, kwamba Martha, uniamini mimi ufufuo na uzima. Ukiniamini mimi utaishi hata kama ukifa. Sikiliza, niwaambie mtu mmoja leo, usiogope mateso.
Usiogope ana, usiogope. Yesu yupo pamoja nawe. Yesu atakuwezesha. Yesu atakusaidia. Yesu hawezi kukuacha. Yesu hawezi kukuacha uaibike. Utafika mwisho kabisa. Utamwona yeye mwenyewe ametokea hapo. Amen. Wakati umefika. Amen. Wakati umefika. Mefiboshethi huko alikuwa kwenye kijijini fulani hivi, yuko huko. Lakini cha ajabu, sikizeni, cha ajabu, kulikuwa bwana mmoja ameitwa Siba. Siba. Ule bwana Siba, maana alikuwa mfanyakazi wa mfalme Sauli. Mfalme Sauli. Umepata? Kitabu cha Samueli wa pili sura 9, utaanza kusoma utaelewa vizuri. Alafu huyu bwana wa Siba, yeye ndio alijua maisha ya ulipotoka huyu baba yake ya Mefiboshethi. Na huyu Siba, yeye alikuwa ni mfanyakazi wa baba yake ya Mefiboshethi. Baba yake ya Mefiboshethi aliitwa kwa jina la Yonathani. Yeye ndio alimzaa Mefiboshethi. Maana Sauli alizaa Yonathani akamzaa Mefiboshethi. Sasa sikiliza, katika nyumba ya ule Sauli mlikuwa bwana mmoja anaitwa Siba. Ule Siba alijua maisha yote kabisa nyumbani mwa huyu Sauli. Sasa huyu kina Daudi, hebu sema Daudi. Inafika wakati Daudi akasema no, kama niko hivi ni kwa ajili ya bwana mmoja anaitwa Yonathani. Hebu sema tena Yonathani. Sema kwa nguvu mpendwa. Kadiri unaotii unajua kama Mungu anafungua maisha yako. Kadiri unaotii kinani mwako unajua kama Mungu anapanga makubwa ndani ya maisha yako. Kama itokee leo, wewe kwa siku ndio inatokea. Na kuambia kwa imani mpendwa. Haleluya. Huyo Yonathani alifariki. Sasa kuna mwanae aliyobaki. Sasa huyu mwanae naye alipata shida kubwa, alipata matatizo makubwa, maana aliingia kwenye kituko kikubwa. Kipindi kile kama ukisoma kitabu cha Samueli wa pili sura ya 4 mstari wa 4 utapata hiyo habari ya kwamba huyu kina Mefiboshethi ni kitu gani kiliyopata. Mefiboshethi maana yake ilifika wakati mmoja hiyo, unajua naenda haraka ilikuwa muda. Huyu Mefiboshethi alifika kipindi kimoja fulani na mamaye waliweza kabisa kuandamana huko, walikuwa wanakimbia kwenda kujiokoa na kuangalia wa ndugu zao huko, alafu wakadondoka. Katika kudondoka kwao huyu kina Mefiboshethi akapata shida ya mguu, maana miguu ikavunjika. Haleluya. Maana huyu bwana alizaliwa kama kawaida kama watu wote. Leo nimekuona wewe kama Mefiboshethi yule. Maana unajikuta uko kwenye bonde la mifupa mikavu sawa na Mefiboshethi alikuwa kwenye nyumba ya kifalme, lakini anajikuta huko Lodeba kwenye kijiji huko akiwa anateseka. Haijalishi maisha gani unayopitia. Jambo kubwa ni kwamba damu yako ni damu inatambulika toka mbinguni. Damu yako ni damu inaonekana toka mbinguni. Bwana ulipo, hiki ninakupa leo ndani. Una macho, Mungu amekuona kupitia hiyo neno. Una macho, Mungu anaona mahali pako kupitia hiyo neno. Una macho ya Mungu iko juu yako. Ukiwa bondeni, macho ya Mungu bado itakuwa juu yako. Ukiwa shambani, macho ya Mungu bado itaendelea kuwa juu yako. Hiyo usiku, macho ya Mungu bado itaendelea kuwa juu yako. Amen. Nilikwambia kwamba katika neno mna macho. Haleluya. Inategemea na jinsi unaipokea wewe. Mwaka huu kuna watu watashuhudia Mungu. Haleluya. Kuna watu watashuhudia Mungu. Nakwambia ukweli. Nakwambia ukweli. Mefiboshethi akufikirii, lakini akasukia baada pale kama unaishi huko kijijini, akashukia tu panawekwa magari mikubwa kabisa ya kifaru. Alafu huko wakiwa wanaulizwa Mefiboshethi kijana fulani. Alafu walikuwa wanamuuliza ule mwenye Siba, ona watu wana akili nzuri. Watu ni wabaya. Hebu sema mtu ni mbaya. Sema tu mtu ni mbaya. Biblia yenyewe inasema alainiwe aliyetegemea nani? Aliyetegemea nani? Huyu baba alijua maisha umo nyumbani mwa huyu mfalme, alafu akiwa anaulizwa
na huyu kina Daudi ya kwamba hamna hata mtu aliyobaki katika familia ya huyo Yonathani. Hiki nilivyo ni kupitia ule Yonathani. Yeye akasema hivi, kuna mwanae nani, jina lake nani? Jina lake nani vile? Jina lake nani? Mephibosheti. Sasa anaenda mpaka kutaja ulemavu wake, ubaya wake. Unajua ile kwa nini? Yeye anajua ya kwamba katika sheria hamna mtu mlemavu hata mmoja atakaa kwenye kiti pamoja na mfalme. Kitabu cha Walawi kinasema hivi 21. Soma utaelewa hiyo kitu. Bali 18 asema mfalme hawezi kukaa meza moja na mlemavu wote. Haleluya. Sasa cha mshangao ule tiba yanajua ya kwamba huyu Mephibosheti yuko kwenye damu ya kifalme, lakini anamwekea kipingamizi. Hebu sema kipingamizi. Kama kimewekwa kwangu leo, kuanzia leo kitoke katika jina. Amjawahi kuona mtu anapeleka CV yake kwenye kampuni ili aajiriwe, alafu anafika huko yeye wa mwisho tu, alafu na story bwana ule anasema leo tumefunga, John kesho. Ameshachukua kama watu 10 na kitu. Alafu kufika sehemu yako au kushika kwenye kwenye nafasi yako, alafu unasikia unaambiwa kwamba rudi leo akuchukue tena, utachukua kesho kutu. Unakuja kesho kutu unasema no, amesafiri aenda Iringa. Amjawahi kusikia kitu kama hicho? Sasa leo kinyao utakachokifanya kwa macho ya Yesu, kwa macho ya Mungu, atakifuatilia mpaka kitekelezwe, na wao useme abarikiwe aliye juu, ahimidiwe aliye juu. Yesu ni Bwana wa mabwana, hajawahi kupingwa na mtu yeyote. Akiamua anatekeleza, akiamua anatekeleza, akisamehe harudii tena kwenye makosa yale kwa kukukumbusha. Huyo ndiye Yesu. Ndiye Yesu. Yesu anakuchua mpendwa. Mephibosheti ingawa alimwekea kipingamizi, Mephibosheti ingawa alimwekea ile sheria ya kwamba hivi wao ulemavu, na yeye ulemavu ule sio ulemavu wa kwake mwenyewe kutaka kwake, sio kwenye matakwa yake, ni ulemavu kwa ajili ya maisha. Kuna watu wengine hapa waliopo, wengine wanasema wewe ni msharati. Sio mimi sio msharati, ni mazingira iliyopo. Leo nasema na mtu mmoja, ingawa unaishi kwenye mazingira ya ovyo, ingawa watu wanakutupa leo, ingawa watu wanakusahau leo, ingawa watu wanakutupa wanakuona bure leo, nakwambia kuna Yesu. Ule anajua kuokota watu, ule anajua kufuta machozi ya watu, ule anajua kuheshimisha watu. Leo eko hapa, leo amekuona wewe. Walikuwa mifupa mikavu sana, mifupa mikavu sana. Yesu anainuka. Yesu anainuka. Haijalishi mazingira gani unayo. Mimi nakwambia Yesu yupo leo. Yesu yupo leo. Mephibosheti anakufikiria kwamba leo kuna watu watakutembelea. Kuna surprise maisha mwako leo. Hebu sema surprise yapo. Na hiyo surprise hata kwenye ndoto itafika. Hiyo surprise hata kwenye ndoto utaiona. Hiyo surprise hata kwenye biashara yako utaiona. Ni wewe mtu leo Mungu anamuunganisha. Unasikia sana? Kuna mtu leo Mungu anamuunganisha kwa connection mapya. Rashidani bro. Kuna mtu mmoja Mungu anamuunganisha kwenye connection mapya. Ni wewe uliopo hapo. 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 Ni wewe uliopo hapa. Pokea neema. Pokea neema. Pokea neema. Pokea neema. Pokea neema. Haleluya. Ubarikiwe wapendwa. Wapendwa wapendwa. Sikiliza. Nataka nimalize. Kuna kitu kimoja Mungu anapenda niseme. Nataka nimalize. Muda wangu umekaribia kumaliza. Nataka niseme kitu kimoja. Unifuate. Mama mmoja, huyu mama ameitwa mama mjane wa kamchi fulani kameitwa Naini. Hebu sema Naini. Huyu mama alipita kwenye changamoto mkubwa sana. Mungu abariki. Huyu mama alipita kwenye changamoto.
Maana alipita kwenye bonde imejaa mifupa mikavu sana. Alikuwa na mwanae wa pekee mwenye alitumainia, lakini ameondolewa kwenye haki ya Mungu. Wewe nimekuona kuna matumaini makubwa ile ulio nayo kwa ajili ya Yesu, lakini mazingira yako unaopitia unasema Mungu mpaka lini? Nakwambia muda umefika. Amen. Muda umefika. Amen. Muda umefika. Amen. Wale kukudharau watakusalimia na heshima. Wale kukudharau watakusalimia na heshima. Wanandoa wote mlioko hapa, walio wasarau nyie, mimi nimeona Mungu amewajalia na mpaka amewapa na mamitaji mikubwa ya kuanzisha mambo. Na kuambia leo, pokea neema. Pokea neema ikusaidie in the name of Jesus. Huyo mama anaitwa mchane, wala kwanza mchane ni mkono mmoja tu. Anasaidiwa na yeye, anaishi kiyeye, anaona ni kiyeye. Baada ya hapo kuna msaada mwingine. Alafu ile siku alipata surprise. Alipata surprise wakati anatoka na mwanae eko kwenye jeneza, wakienda huko shamba la baada ya watu, wakiwa wanatoka kwenye ile malango ya mji, wakakutana naye. Wakakutana naye. Hebu sema leo tuko tunakutana naye. Leo tuko tunakutana naye. Hebu sema leo tuko tunakutana naye. Huyu mama akakutana naye. Yesu akasimama. Yesu akasimama. Yesu akasimama. Akasema, mbona nimechanganyikiwa? Ili mimi ndio nimeongeza. Hata kina Paulo alifanya kitu kama hicho. Anasema mbona nimechanganyikiwa? Mimi hapa niliopo nimejaa na huruma tele. Amen. Kama kuna mtu mwenye mjaa na huruma tele ni Yesu. Anasema mbona nimechanganyikiwa? Hao hapo watu vipi? Wamejaa na machozi, wamelia mpaka wamechoka. Nani atawasaidia? Nani atafuta machozi? Wewe uliopo hapa, nani ataona nyumba yako? Nani ataona nyumba yako? Nani ataona kodi yako? Nani ataona hata biashara? Nani ataona ndoa yako? Nani ataona mazingira? Nani ataona kazi unayo? Nani ataona uzima wako? Hamna. Leo nakwambia kuna mmoja, yeye atakuja kwenye njia yako, atakutana na wewe, atakutana na wewe, atakutana na wewe na jambo kwa kumaliza. Mungu akitaka kubariki mtu, kwanza anakuwaka na muupa haki yake. Amen. Kifaransa anasema anampa raison. Raison. Maana Mungu anakupa haki ya para kujustify. Watu wanasema wewe ni mbaya, lakini Mungu anasema la, huyu ni mzuri. Haleluya. Watu wanasema wewe umefiposheta hamna kitu hapa. Lakini huyu kina David alisemaje? Muita aje huko. Ingawa kulikuwa hiyo sheria. Sheria ilifanya kazi tena. Sheria ilifanywa kazi tena. Sheria ilifanywa kazi. Ndivyo hivyo na maisha yako. Kama walikupangia kwenye miungu ya giza, kama walikupangia kwenye wale wa wachawi, hao washirikina, hao walozi, kwenye mavizazi na vizazi, kwenye maukoo na ukoo, leo Yesu anainuka. Yesu anakutana na wewe. Shida yako leo imalizike. Mahangaiko yako leo imalizike. Machozi ifutike. Yesu, sheria inasema hivi, mkuhani hawezi kugusa maiti. Lakini kwa Yesu haikukui kwa kumlazimisha. Ilikuwa ni kwa hiari. Hebu sema hiari. Hiari. Kina Ezekieli ilikuwa kumlazimisha. Lakini kina Yesu ilikuwa ni kwa hiari. Kama kuna mtu anaweza kukusaidia bila wewe kupanga mpango, bila mpango wote kwako, anabaki pekee yake Yesu. Maana maisha kuanzia hapa, watu wanapopembelea wanakushangaa. Na wanakuuliza, ulifanyaje? Wewe unaonekana kama wewe ni mchawi kidogo hivi. Ndio, mimi ni mchawi kwa jina la Yesu Kristo. Mimi ni mchawi kwa jina. Hebu simama kwa miguu yako, simama mpendwa, simama. Haleluya. Yesu leo sio kwa kumlazimisha, ni kwa hiari. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura 15 mstari wa 16, Yesu mwenyewe anasema ni mimi niliweza kuwachagua, sio ninyi. Nasikia sasa? Maana hapana kujipeleka. Yesu mwenyewe mwachia afanye kazi.
Muda ni yeye. Muda wa Mungu ukifika unakulipuka. Unakulipuka. Hiyo ndio maisha yako sasa. Hiyo ndio maisha. Baba wewe ni wa milele Masia. Sasa wewe nikuulize. Je, mifupa haya yanaweza kuishi? Jibu. Ndio. Mbona huyu Ezekiel alisema wewe Mungu unajua? Ezekiel alisema Mungu wewe wajua. Aliogopa. Kwa mzidi Ezekiel. Wao kama kina Daudi Zaburi sura 23 mstari wa kwanza hadi 6 inasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Endelea. Sitapungukiwa na kitu. Endelea. Katika majani mabichi. Endelea. Paini. Vuku paini. Paini nasemaje? Andaa meza mbele yangu. Ile nasemaje? Ile. Na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Nasemaje? Na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Ya uvuli wa mauti. Maana ni bonde mifupa mikavu. Sasa kwa Daudi atachipu kama wewe. Na wewe utachipu kama kina Daudi. Kuna watu wanawahi kupita kwenye bonde ya mifupa mikavu na wewe hivyo. Lakini hata kama ukipita katika uvuli wa bonde ya mifupa mikavu, hawezi kuogopa chochote. Nawe utajibu kama kina Daudi. Kwa mstari wa 6 utajibu kama kina Daudi. Daudi alijibu sawa sawa na wewe leo. Ngoja nikuulize. Je, mifupa yanaweza kuishi? Ndio. Na kurudia tena. Je, mifupa yanaweza kuishi? Ndio. Daudi mstari wa 6 pale 25 mstari wa 6 anasemaje? Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nami nitakaa nyumbani ya Bwana milele. Hebu mshangilie Bwana Yesu. Mshangilie Bwana Yesu. Alikufa na sisi. Wakolosai 2:12. Alikufa na sisi. Si katika bonde la mifupa mikavu, si kaburini huko. Na kisha huko tulifanyaje? Tulifufuliwa na si Kolosai 2:12. Tulifufuliwa na maana from now usiogope. Yesu ni pamoja na wewe. Hata kama ukipita kwenye giza, Yesu ataendelea kuwa pamoja na wewe. Na wewe uko mzaliwa wa huyu Yesu anaitwa nyota la asubuhi. Wewe ni wa asubuhi. Na watu wengine wanajikuta anasema mbona mimi nateseka? Kama tukisema Mungu aliumba usiku na mchana. Ile inapoanzia ni nini? Mungu anaumba usiku, kisha anaumba na ilipoanza nini? Kumbe mwingine hapa leo anaanzia kwa kupita kwenye usiku kwanza. Kuna mchana kwa mbele. Ndio. Wewe pambana na hiyo giza hiyo. Amen. Amina. Baba wewe ni wa milele Masia. Wewe ni wa milele Masia. Baba wewe ni wa milele Masia Yesu. Wewe ni wa milele Masia. Baba wewe ni wa milele Masia Yesu. Wewe ni wa milele Masia. Baba wewe ni wa milele Masia Yesu. Yes.
masheria iliwekwa kwa ajili ya wewe ushindwe. Kuna masheria iliwekwa kwa ajili ya wewe usipenye, usivuke. Lakini leo pasua. Jana kabisa fyeka kwa imani. Ingia kwenye maombi, unaomba kwa kupiga makofi, uimaanisha kwamba hapa yote imekwisha. Isi ulivyotamka ya kwamba haya mifupa mikavu yanaweza kuishi, ni kweli. Omba sasa. Ndani ya neno muna uhai, ndani ya neno muna nyama, ndani ya neno muna mishipa, ndani ya neno muna kila kitu. Pokea penye palishindwa, pokea uweza penye palikosewa, pokea kupata. Mungu kuwezesha kuanzia leo. Omba kabisa mpendwa. Maombi ya imani hiyo. Maombi ya imani hiyo. Maombi ya imani hiyo. Omba mpendwa. Na uombe kwa imani. Na unaomba kwa kumaanisha. Huku naomba ya kwamba hapa ndipo naomba kwa kukiri neno hili na amini ya kwamba kuna vitu vimeanguka. Kuna mavitu vimeachia. Kuna mavitu vimefyekwa. Kuna mavitu vimechanwa. Karibu sana. Omba mpendwa. Omba katika jina la Yesu. Omba mpendwa. Hebu sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Kuanzia leo pingamizi yote leo naifuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo jina langu kama iliandikwa kwenye kitabu cha kifo, leo naifuta kwa damu ya Yesu. Na iandikwe leo kwenye kitabu cha uzima wa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hebu piga makofi jina la Yesu Kristo. Piga makofi jina la Yesu Kristo. Wapendwa, mimi naamini neno la Mungu. Neno la Mungu limeniambia mimi ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Maana mwenye haki ataishi kwa imani. Imani yako sasa hapo, ngoja nikuombee kupitia hiyo imani yako, kuna kitu kitafanyika. Mimi naamini wewe ni mtu wa imani. Isipokuwa imani tusingekutana na wewe hapo. Una imani mkubwa sana wewe. Na Mungu akusaidie. Unaonekana kama Mungu mdhaifu, kumbe wewe una imani mkubwa. Na imani yenyewe haijionekanishi mbele. Neema yako inapita kile zote. Endelee kabisa kuonekania wote kwa kijumla, kuanzia sasa na hata milele. Wote tuseme amen. Shalom wapendwa, tunawashukuru. Leo ilikuwa ni mjumbe tulipenda kabisa kutia moyo kanisa kwa kijumla. Unajua siku hizi ni kanisa inatakiwa kuitia moyo. Watu wengi sana wamevunjika moyoni, wengine wamekatishwa tamaa na watu, mazingira, hata maisha wanayopitia. Wengine wanajikuta wanasema basi Yesu mwenyewe. Lakini habari kama hili ni ya kufanya watu wapate kuweza kumtumainia Yesu Kristo. Na tukimtumainia Yesu lazima kuna kitu lazima mpaka kitokee. Nasi tunaendelea kusimama hapo, tuko na hiyo msimamo na pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio tunashukuru. Ni mimi mpendwa mtumishi wa Mungu Apostle Missionary Silas kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Ubarikiwe, tuko pamoja.